Karibu katika mfumo wetu wa Ink School Management System. Katika video hii nitaonyesha namna ya kucreate payroll kupitia mfumo wetu huu wa Ink School Management System. Ukilogin katika mfumo wetu utakutana na button imeandikwa Human Resource. Hapa kuna button imeandikwa Employee Records na utaweza kupata records za wafanyakazi wote ambao wameingizwa katika mfumo. Na kumbuka kwamba wafanyakazi wanapoingizwa kwenye mfumo kuna taarifa ambazo zinawekwa. Ninaweza kuziangalia hizi taarifa kupitia hii button hapa ya print, nikaona taarifa ambazo zimewekwa. Lakini pia ninaweza kuedit taarifa za wafanyakazi hapa. Lakini muhimu ni kwamba wakati mfanyakazi anasajiliwa hapa kuna taarifa zinaingizwa kama vile jina kamili, position yake, jinsia, namba ya simu, email, address, marital status, qualification, birth date, joining date, end of contract date, basic salary inakuwa imewekwa, bank name, bank account, documents nyingine ambazo zinakuwa anatengenezwa na password na anakuwa saved hapa mfanyakazi. Kwa baada ya kuwa na taarifa hizi kwa mfanyakazi kama ambavyo zinaonekana hapo, ndipo unapoweza ukatengeneza payroll. Lakini kabla ya kutengeneza payroll yako, njoo hapo kwenye button imeandikwa payroll. Kisha shuka chini hapo kuna sehemu imeandikwa payroll setting. Kwenye payroll setting hapa kuna vitu ambavyo vinaweza vikao ni vya ujumla vya kuviweka sawa. Kwa mfano, enable NSSF. Kwenye enable NSSF ni kwamba ikiwa wafanyakazi watakatwa 10% NSSF, basi utaweka ile 10% hapa ili kila mfanyakazi aweze kukatwa 10% kwa ajili ya NSSF. Lakini pia inaweza ikawa ni enable NHIF kwa wale ambao wanawezesha hili jambo katika shule ambazo zinaweza kuwa na NHIF. Basi hapa unaweza ka-enable ili ikaweza kukatwa ambao ni 3% kama sikosei. Kwa hiyo unaweza nikasema enable hapa nikaandika 3% hapa kwa kuandika 0.03, then itakatwa 3% katika mshahara. Then kuna enable pay as you earn, na jambo maarufu hili. Pay rate is calculated automatically based on Tanzania tax brackets. Kwa hapa pia niki-enable pay, wafanyakazi wataweza kukatwa kile kiasi ambacho ni pay ya mfanyakazi katika viwango ambavyo vipo katika brackets ya TRA. Kama kuna ambao ni wafanyakazi wote hapo wanakatwa bodi ya mkopo, basi pia utaenable hapa bodi ya mkopo. Baada ya kuenable hizi unaweza ukasave hapa. Kesi yangu mimi hapa na enable NSSF, lakini pia na enable pay. Kwa hiyo nimeenable hivi vitu viwili, wafanyakazi wataweza kukatwa pay, lakini pia wafanyakazi wataweza kukatwa NSSF. Baada ya hapo nitakuja kucheck vitu vingine vitatu muhimu. Cha kwanza ni allowances. Hapa nina allowances za wafanyakazi ambao nimefanya setting. Mfanyakazi huyu ana house allowance ya shilingi 70,000, huyu wa pili ana allowance ya shilingi 50,000, huyu ana transport, huyu ana house. Lakini hizi allowance zipo za sampuli mbili. Kuna one time allowance na recurring allowance. Wakati tuna register allowance za wafanyakazi hapa, kuna ambayo ni recurring. Recurring maana yake ni kwamba inajirudia na kato kila mwezi. Lakini kuna one time ambapo pengine ni ya muda ya mwezi mmoja tu anapewa hii allowance na haitajirudia tena. Kwa hiyo utasema no, ni one time, na set ule mwezi ambao unatakiwa hii allowance ije iongezwe katika mshahara wa mfanyakazi. The same pia unaweza kufanya hichi kitu kwa ajili ya deductions. Kwa hiyo deduction pia nitaset deduction zangu hapa. Kama ni deduction ambazo ni recurring pia nitazionyesha hizi ni recurring, na kama deduction pia ni ya one time pia nitasema hii ni one time kwa maana nakatwa mara moja na haitajirudia tena. Na kitu cha mwisho kabla ya kuanza kugenerate payroll, utaweza kuseti kitu kinachoitwa loans and advances. Loans and advances hapa mfumo wetu unaruhusu wafanyakazi kuomba mikopo na wakadefine namna ambavyo watakatwa katika mikopo hiyo. Inaweza ikawa ni salary advance. Kwa hiyo mfanyakazi hapa anaweza akawa ameomba salary advance. Salary advance tunauita ni short term, kwa maana ya kwamba ukisema ni salary advance maana yake next payroll inayoandaliwa
hii loan itakatwa automatic. Lakini ukisema ni long term, basi kuna vitu vya kudefine. Kuna monthly deduction, atakatwa shilingi ngapi, na loan amount ni shilingi ngapi, je inaanza mwezi gani, na ataanza kukatwa na kuna sababu. Kwa hiyo pia unaweza ukaseti hapa na automatic. Kwa mfano ngoja nimsetie huyu, niseme labda ni salary advance, labda loan amount labda ni shilingi 40,000 advance, naandika tu hapo advance, salary advance, then nikasema submit. Kwa hiyo hii ni na itakatwa ikiwa umeshai approve hapa. Kwa hiyo let me approve it. Kwa hiyo nitasema approve, kwa sababu mfumo wetu unaruhusu mfanyakazi kuapply loan yeye mwenyewe. Kwa hiyo kama admin utaweza kuapprove loan au unaweza kwa reject loan yake. Kwa hiyo baada ya kufanya hivi vitu vitatu muhimu, kwa maana ya allowances, kwa maana ya deduction, kwa maana ya loans kama zipo, lakini pia baada ya kuseti payrolls either ni CCF au ni PAYE, vyote vikikamilika unaweza ukazalisha payroll yako katika mfumo wetu kwa njia nyepesi kabisa. Utakuja hapa kwenye payroll button, utakliki create payroll, then utachagua mwezi ambao unataka kuandaa payroll. Kwa mfano mimi nataka kuandaa mwezi payroll September, kwa hiyo nitakliki hapa September, then nitakliki ni 2025, then nasema generate payroll. Payroll generated for September successful. Kwa hiyo nitakuja hapa, nitaiselect September, shajiselect hapa, nitaka view payroll yangu. Hii ni payroll ambayo imetengenezwa, nitaweza kuiona hapa. Employees wote watakuwa wamekuwa listed hapa, na nitaweza kuona hapa kuna employee 1 ana base salary ya shilingi 500,000, gross pay ikawa 550,000, net pay ikawa ni hii hapa, ni September hii. Ninaweza kuangalia kitu kinachoitwa pay slip. Nikiklik hapa pay slip itanifungulia hapa. Utaona kwamba ni employee name ni ABC, bank name ni hiyo hapo, salary summary, basic salary 500,000, total allowance 50,000, total deduction 114,400, net pay 435,600. Allowance breakdown ana transport ambayo ni shilingi 50,000 peke yake. Deduction breakdown ana chakula 10,000, ana CCF shilingi 50,000, ana PAYE shilingi 14,400, ana loan repayment ya shilingi 40,000 ile ambayo tulisema ni salary advance. Hivi ndivyo ambavyo unaweza ukazalisha payroll kwa wepesi kabisa, na unaweza ukaiprint payroll summary hapa. Ukiklik hapa utaprint payroll summary yako hapa kama inavyoonekana hii hapa mpaka chini. Lakini si hivyo tu, unaweza ukaprint kitu kinachoitwa statutory deductions. Ni makato ambayo wafanyakazi wamekatwa ndani ya huo mwezi. Unaweza kwa haraka ukaangalia hapa. Kwa mfano kama huyu hapa ni CCF amekatwa ni shilingi 50,000, na huyu hapa amekatwa shilingi 60,000, huyu PAYE amekatwa 18,400, huyu PAYE amekatwa shilingi 24,000, kwa jumla 38,400. Hivi ndivyo ambavyo mfumo wetu wa Ink School Management System unaweza kukuandalia payroll kwa njia nyepesi kabisa.